Kwa hiyo sasa hapa kwenye hichi kipande hichi tumemaliza nusu. Kuna kitu tutakifanya mbele ya safari. Tulipomaliza hapa kwenye hii program yetu, program should inform the user the input is unacceptable and should allow to try again. Kwa hiyo sasa hapa kipengele hichi hapa tayari tushakifanya kwenye hii program. Bado kipengele hapo kapembeni. Kwa program yetu inaenda inaisha mdogo mdogo. Hapo tumemaliza hapo. Umeona? Hapo. Sasa kinachofuata sasa kwenye kinachofuatia hapa, tunachotakiwa sasa kukifanya ni kwamba tuhakikishe si hapa alituambia tumuulize user kama anataka kutry again. Whenever the user wants to try again, lazima tumwambie kwamba try again. Sasa inabidi chini ya if yetu ndani ya while, kodi zote tunaziandika ndani ya while. Chini ya hapa inabidi tumwandikie sasa user ile input ya kumwambia kama kutujue kama anataka kutry again au anataka kufanyaje, kuquit the program. So tutaandika kinachofuatia hichi hapa kwamba okay, kabla tujamwandikia kama anataka kutry again, inabidi kwanza tuhakikishe tumepata devices za hiyo namba ambayo ameingiza. Kwa maana yake sasa tunabidi kwanza tutafute hizo devices. Sasa kutafuta devices za ile namba ambazo ameziingiza kutokana na condition ambayo tumeambiwa hapa. Hii anakwambia print all the positive devices, kwa sababu tayari numbers tunayo na tumesha filter ile zero na negative zake azipiti. Sasa hivi tu print zile devices kwamba print all positive devices of that integer in a column and in decreasing order. Kwa sasa kwa sababu zile namba devices za ile namba zinategemewa kuwa ni zaidi ya 1 mpaka 3, zitakuwa ni nyingi. Kwa sasa ili kuweza kudisplay more than one value, itabidi tutumie for loop kuzidisplay zile value. So sasa sasa tutakuja hapa chini, tutatumia for loop. Kwenye hii for loop ina structure zake. Kwa hiyo tutasemaje? Tutadeclare variable hapa inaitwa int. Nitatumia I for now. Nitasema I itakuwa ni sawa na ile namba ambayo user ataiingiza. Itakuwa sasa na namba aliyoingiza. Then nitafunga hapa. Then ndani hapo tena nitasema hii I inatakiwa kuwa ni greater equal to what? Equal to 1. Kwa maana ya kwamba kwa mfano user akiingiza hiyo I itakuwa ni namba ambayo user ameingiza ambayo itakuwa ni 5. Kama namba ya user itakuwa ni 5, then sasa nitasema expression yangu I inatakiwa iwe greater au sawa na ngapi? Na 1. Kwa hiyo itakuwa ni kati ya namba aliyoingiza user na 1, sio 0. Kwa hiyo itaanzia 1 na ile namba ambayo ameingiza user. Kwa hiyo itakuwa ni between hapo, itacheza hapo. Then nitafanyaje? Nitafunga hapo. Then nitasemaje sasa? Baada ya hapo sasa hiyo I, kwa sababu sitakuwa I itakuwa ni greater na sasa na 1. Sasa hiyo I rudia hapo. Sawa, narudia. Structure, okay, nitakuja naomba nifanye hivi. Nije hapa niseme W3 school. Nitarudi kuonyesha ile namna ya loop inavyotakiwa kufanya kazi. Itakuwa hii ni C++. Okay. Then tutaingia hapa tuangalie structure ya for loop inavyofanya kazi. While loop, for loop. Okay. By default hii ndio syntax ya for loop hii. By default syntax ya for loop inakuwa ni unaandika for, unafungua hizi mabano mawili, hizi brackets, then kuna statement ya utabidi uandike, lazima uandike statement ya kwanza, lazima uandike statement ya pili na statement ya tatu. Ambapo statement ya kwanza hapa utadeclare variable. Utafanya initialization ya variable na utaipa value. Alafu statement ya pili utaandika expression hapa. Alafu statement ya tatu utaincrement au utadecrement, kwa maana utajumlisha au utapunguza. Utategemea unataka upunguze kwa 1 au kwa 2 au kwa ngapi, itategemea na unavyotaka. Alafu sasa hapa ndio utaandika hizo conditions zako unazozitaka. Sawa, kwa sababu hapa tutataka tuziprint zile value.
value zetu tutakuja tutaziprintia kwa kutumia for loop, lakini within the for loop. Kwa hiyo hii ni structure ya for loop. So sasa tukirudi sasa kwenye hichi ambacho nilikuwa nakiongelea hapa, tukirudi sasa kwenye kodi zetu hapa sasa, kwamba nikasemaje for loop. Sasa tumeambiwa kuna lazima kuwa kuna statement ya kwanza. Kwa statement ya kwanza inabidi ni declare variable. Nita declare variable ambayo inaitwa int I, ambayo sasa hii int I nitaiweka iwe sawa sawa na ile namba ambayo user ataiingiza. Kwa nitasema int I itakuwa sawa sawa na ile namba ambayo user ameingiza. Then nikaambiwa tena kwenye maelezo haya huku ya kutumia for loop, tukaambiwa hapa kuna statement ya pili. Sasa statement ya pili natakiwa niandike expression kwamba nitasema hiyo I inatakiwa iwe ni kubwa na ni sawasawa na moja. Kwa nini ukiandika kwa statement ya kwanza na ya pili, inamaanisha kwamba statement ya kwanza kwa mfano kama user akiingiza 5, manake yangu itakuwa ni 5. Umeona? Kwa sasa hii nilivyosema itakuwa ni kubwa au zaidi ya moja, manake nitasemaje? Yangu italenji kwenye moja na namba ambayo user ameingiza. Umeona? Sasa kwa sababu yangu tayari itakuwa ni 5, kwenye statement ya tatu nitasema kwamba hii nitakuwa naipunguza moja moja. Kwa nini nitaipunguza moja moja? Kwa sababu pia kwenye programu yangu huku nimeambiwaje? Nimeambiwa nitengeneze kwenye decreasing order. Nimeambiwa nitengeneze kwenye kwanza iwe ni column ambayo nitatumia for loop, alafu pia iwe in decreasing order. Sasa decreasing order manake nitaanza kwenye namba kubwa kushuka chini, kwa sababu tayari yangu ni 5 tayari, kwa sababu ile namba ambayo user ataingiza itakuwa ni kubwa. Kwa hiyo yangu itakuwa ni namba kubwa. Kwa hiyo sasa nitakuwa nianze kushuka kutoka kwenye kubwa kushuka chini. Kwa hiyo itakuwa inapungua hivyo. Kwa ndio maana hapa nimeweka minus manake ni -1. Hiyo ni tafsiri yake. Then nitafungua hizi brackets hapa, kali brackets. Sasa nitaandika sasa hii itabidi ni print sasa hizo namba kutafuta ile divisor. Sasa naomba tuchili kidogo. Naomba tu relax kidogo hapa. Nitawatoa kwenye programming, nitawapeleka kwenye mathematics. Normal mathematics ya darasa la 4. Sasa hapa naomba tu discuss mathematics ya darasa la 4. Sijui tunaidiscuss kwa namna vipi. Nitakuja hapa chini hapa. Nitatumia tu hapa chini. Tunatakiwa tujue kwenye hisabati ya kawaida ni namna gani tunaweza tukapata divisors za ile namba. Kwa maana yake ili uweze kupata divisor ile namba, unabidi uangalie ni namba zipi kwenye hiyo namba kuanzia moja mpaka hiyo namba ukizigawa kwa hiyo namba zitakuletea 0. Hiyo ndo divisors, yani namba ambazo zinaweza kuigawa hiyo namba na ikabaki 0. Hizo ndo tunaziita divisor. Kwa mfano, tuseme user wetu aliingiza 5. Kwa hiyo yetu ilikuwa ni 5. Kwa hiyo sasa ni namba zipi ambazo zinaweza kuigawa 5 ikabaki 0? Kwa hiyo tunaanza na 5 yenyewe. Kwa hiyo sasa namba ambayo tukigawa 5 tukigawa 5, hii ndio kutumia kugawa. Tukigawa 5 kwa 5 itakuwa ni sawa sawa na nini? Na 0. Itakuwa sawa na 1, sio 0. No, remainder yake. Tunatafuta remainder. Okay, tukigawa 5 na 5 kwanza. Tukigawa 5 na 5 itakuwa ni nini? Itakuwa ni 1. Tufanye kwanza hivi. Then tutafanya 5 gawa kwa ngapi? Ila kumbukeni sisi tunatafuta remainder. Tukigawa kwa hivi itatuchelewesha. Sasa kwenye programming tulifundishwa kwamba ili tuweze kupata remainder ile namba, tunatumia hii symbol hii ili kupata nini? Ile remainder. Kwa hiyo sasa tukigawa 5 kwa 5, kwamba wewe una vitu vitano ukawagaia watu watano, utabaki na ngapi? Jibu lake ni 0. Kwa hiyo hiyo ndo remainder. Kwa hiyo sasa kumbe 5 inagawanyika kwa 5. Then tunakuja kwenye nini? Tunakuja kwenye 4. 4 tutasema 4 kwamba hiyo 5 ukigawa kwa 4 itabaki ngapi? Kwamba una vitu vitano wagawie watu wa 4. Obviously kila mmoja atapata kimoja kitabaki kimoja. Kwa hiyo imebaki 1. Na mimi hapo tunaelewana. Then tutaenda tena hiyo 5 tutaigawa kwa ngapi? Tutaigawa kwa 3. Kwa 3 kwamba una vitu vitatu, obviously zitabaki 2. Najua tunaelewana hapo. Then tutaweka 5
tutagawa kwa ngapi? Tutagawa kwa 2. Tukigawa kwa 2, hapo itabaki ngapi? Obviously itabaki 3. Then tunagawa tena 5. Tunakuja kwa ngapi? Itabaki moja itabaki moja. Asante, nashukuru kwa sababu tuko pamoja. Nafurahi nikisikia hivyo. Siko peke yangu kumbe. Then nikichukua 5 nikigawa kwa 1, maana yake zitabaki ngapi? Zitabaki 4. 0. Itabaki 0. Kwa 1, okay, nikigawa kwa 1 maana yake atachukua vyote. Kwa hiyo itabaki 0. Umeona? Kwa hiyo sasa tukiangalia hapa zipi ambazo zimegawa zimegawa 5 ikabaki 0. Hizi zote zimefeli. Kwa hiyo hizi sio divisors za hiyo namba, but hizi mbili ndio divisors za hiyo namba. Tunakubaliana wote hapo? Ndio. Aya, sawa. Sasa hizi ndio divisors za hiyo namba yetu. Kwa hiyo tuna hiyo na hiyo. Sasa tuende sasa kwenye nini? Turudi kwenye programming sasa, uwanja wa programming. Kwa hiyo sasa tukija hapa ili tuweze kuifanikisha hiyo programu yetu, itabidi tuwaambie sasa, kwa sababu tutakuwa tunapokea namba nyingi. Inabidi na hizo namba ambazo kuanzia 5 ile 5 mpaka kufika 1, tutabidi programu yetu iwe inaziskip zile ambazo sio reminder by default. Kwa hiyo itabidi tena tutumie if. Tutasema if tunajua kuiandika wote. Hii ndio if structure inakuwa inaandikwa hivyo. Then hapa tutasemaje? Tutasema kwamba hiyo namba ambayo user ameingiza, hiyo namba ukigawa kwa ngapi? Ukigawa kwa I. Nimeandika I kwa sababu I by default itakuwa ni ile namba pia ambayo user ameingiza, lakini hii I kumbuka itakuwa inapungua kwa 1. Kwa hiyo itapungua hiyo I itakuwa inabadilika. Round ya kwanza kwa sababu hii ni for loop itakuwa inarudia kwa idadi ya hizo namba. Kwa round ya kwanza I itakuwa ni 5, round ya pili I itakuwa ni 4, round ya tatu I itakuwa ni 3 mpaka hivyo mpaka itafika kwenye 1 itapoisha, kwa sababu tushasema I inatakiwa iwe ni greater au sawa na 1. Kwa hiyo I haiwezi kuwa 0. Kwa hiyo itaishia kwenye 1. Umeona? Itaanza kwenye 5 mpaka kwenye 1. Kwa hiyo sasa tunasema hivyo. Sasa tunasema kwamba if hiyo namba ukigawa kwa I, sio nimeandika 1 hii. Ukigawa kwa I, hiyo namba ukigawa kwa I, ikileta jibu lake ikitokea kama hilo jibu ni 0, kwa hiyo tunaashumu hiyo ndo reminder. Yaani hiyo ndo divisor. Hiyo namba yetu itakuwa ni divisor. So what we say kwamba tutachokifanya tutaiprint sasa ile namba ambayo imefanyaje? Imeweza kudivide hiyo namba ambayo user kaiingiza. So tutaprint out, tutasema cout, sorry iko mbali sana hii. Nitasema okay, nitasema cout, then nitaprint hiyo namba ambayo user kaiingiza. Then amesema ni column. Kwa hiyo kwenye column manake kwenye column I'm expecting itakuwa hivi. Kwa hapo nitaweka tu end of line hivi. Kwa hiyo sasa mpaka hapa sasa hivi tuna uhakika kwamba tunaweza tukapata reminders za hiyo numbers, devices za hiyo namba. So twende tujaribu kwenye programu yetu. Je, ni kweli tunazipata au la? Then nitakuja kusave programu yangu. Sorry nimekosea. Nitasave programu yangu kwa maana compile, then nitailani. Nikilani tuingize 5 ile, then tuipitishe ile 5. Umeona? Okay, kwa sababu hii 5 imejirudia kwa sababu kuna hii hapa niliiweka ambayo haitakiwi. Tulikuwa tunajibu kuhakiki tu kama tunaiona namba yetu. Kwa hiyo nikilani next time haitokuja. Hapa na compile, then nikisha compile then nafanyaje? Na run. Tutaweka 5 yetu ile. Tukiweka 5, unaona tunapata hizo pale devices. Kwa hiyo maana yake sasa kwenye for loop ndani tuna filter kwamba zile ambazo zitakuwa ukigawa zirudishi 0. Kwamba tafsiri yake ni kwamba kama hiyo namba ukigawa kwa hiyo namba haitaleta 0, maana yake hiyo namba sisi hatuitaki. Hiyo ndio tafsiri yake. Kwa hiyo tutaprint tu zile ambazo zinaweza kugawa na zikaleta 0. Kwamba if that condition meets, that itakuwa 0. Kwa mpaka hapa tumefika. So sasa